Usiseme nitavaa vizuri nikipata pesa. Pesa nayo inasubiri uvae vizuri ndio ipatikane. Nimesikia watu wakisema bwana chamana niwe na pesa mfukoni, mavazi hayajalishi, chamana niwe na pesa. Sasa pesa hiyo unaipateje? Kwa sababu pesa inataka ujiposition ili uweze kupata hiyo pesa, na ndio hilo tunaenda kuliangalia leo. Na wakati mwingine nimewasikia mtu akisema mbona watu wenye pesa hawavai vizuri sana. Hao watu ukiangalia sio kwamba wanavaa vibaya, useme tu definition yetu ya kuvaa vizuri wakati mwingine inatofautiana. Wewe definition yako ya kuvaa vizuri inamaanisha nini? Twende wote sambamba kwenye somo la leo tuweze kuangalia faida za kuvaa vizuri, na nitaanza na definition ya maana ya kuvaa vizuri. Jina langu ni Miriam Kwembe, ni Certified Business Etiquette Trainer, na ninatumia jukwaa hili kufundisha namna ya kuboresha muonekano wako, ufanyaji kwa mawasiliano na matendo yako, ili uweze kukubalika na kuaminiwa na fursa za uhusiano wa kijamii wenye tija, fursa za kazi na vile vile fursa za biashara. Kwanza tuanze kudadavua kuvaa vizuri ninakokuzungumzia mimi ni kuvaa kwa namna gani. Je, ni kuvaa brands kubwa kubwa kama umevaa hapa maneno ya brand inayojulikana ulimwenguni, ama ni kuvaa kana kwamba unaenda kwenye harusi? Kuvaa vizuri nako kuzungumzia mimi ni kuvaa kwa namna gani? Kuvaa vizuri nako kuzungumzia ni kuvaa katika namna itakayokupa wewe kukubalika na kuaminiwa na fursa unayoitaka. Kuvaa vizuri ninako kuzungumzia mimi ni kuvaa katika namna itakayokupa wewe kukubalika na kuaminiwa na fursa unayoitaka. Inaweza ikawa ni fursa ya uhusiano wa kijamii, unataka kuvutia marafiki wa aina fulani. Mara nyingi watu wanasema mimi bwana nataka nipate marafiki watu fulani hivi. Yaani mkizungumza hivi kidogo pap milioni 500 iko mezani, mnafanya biashara. Ama inaweza ikawa nataka nivutie mwanaume wa namna fulani hivi, well travel na vitu kama hivyo. Ama nivutie binti wa namna fulani hivi. Kwa hiyo inaweza ikawa ni fursa ya uhusiano wa kijamii fulani, ama fursa ya kazi na biashara. Nataka kuwa mkurugenzi, ama nataka kusupply katika bidhaa zangu katika level fulani na kadhalika. Kwa hiyo fursa inaweza ikachukua sura fulani, na kuvaa vizuri nako kuzungumzia mimi ni kuvaa kutakako kuwezesha wewe kukubalika na kuaminiwa na hiyo fursa na wadau wa fursa husika. Hiyo ndio definition yangu. Kwa hiyo nikijibu ile hoja ambayo nimeipata kwamba mbona watu wenye pesa hawavai vizuri, hao watu wenye pesa wanafahamu nini maana ya kuvaa katika namna itakayowapa kukubalika na kuaminiwa na fursa walionayo. Utamwona nimchukulie mfano kama Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg mara nyingi amejulikana kwa ni mtu anayevaa t-shirt yake ya grey na suruali ya rangi ya blue hivi kama sikosei. Ni hivi miaka ya karibuni tu na yeye amefanya rebranding fulani. Hata hivyo utamwona bado ni mtu ambaye ni casual sana. Siku hizi ameongeza na cheni. Hata hivyo yeye anavaa vile kuendana na mahitaji ya sekta yake. Ukisoma mafunzo yangu ya namna ya kuvaa kuendana na malengo na taaluma ulionayo, tunachambua sekta kuu 3, tunazungumzia miongozo ya sekta husika, na tunazungumzia uvaeje ili uweze kukubalika na fursa kwenye sekta yako. Kwa hiyo Mark Zuckerberg, cha kwanza, yeye ni mtaalamu wa masuala ya teknolojia. Sekta anayoingia ni ya startup, na ni kawaida wao wakavaa smart casual kuonyesha collegiality, hali ya kufikiwa kwa wepesi. Hawatofautiani sana na namna anayovaa mfanyabiashara ambaye amefungua bakery. Utakuta mtu kavaa jeans yake, kavaa na t-shirt yake smart, nachoshauri tu vaa viatu vya kufunika. Kwa nini? Yeye ndio bosi, yeye ndio mfagiaji, yeye ndio anayefanya delivery wakati mwingine, na inahitaji mazingira yake ya kazi aweze kuvaa katika mtindo huo, lakini vile vile anatakiwa kufikiwa kwa wepesi, ile point yangu ya collegiality. Na hivyo basi hata vaa katika namna inayoonyesha authority sana. Anakuambia karibu tuzungumze. Na kwa wale watu wa kwenye sekta ya teknolojia kama alivyoanza Mark Zuckerberg akiwa bado mdogo, wakati mwingine huwa wanazunguka huku na kule kutafuta fans, na hiyo anavaa katika namna inayoonyesha kwamba wanajitafuta. Unaona? Kwa hiyo Mark Zuckerberg anavaa akiendana na matakwa ya sekta yake. Utaona mkononi labda amevaa simu ambayo ni teknolojia ya kisasa kweli kweli. Ukiangalia laptop yake ni ya pesa kweli kweli, lakini muonekano wake hauna hiyo mbwembwe ambayo ako nayo labda msanii ama mwanasiasa. Kwa nini? Anavaa kuendana na sekta yake. Kwa hivyo basi ni kuomba yule mwanamke ama mwanaume ambaye unamuona ana pesa, unaona labda amefanikiwa kufikia malengo yake fulani ya kikazi na kibiashara, yuko sekta gani? Huenda hiyo namna ambayo unaichukulia wewe kwamba anavaa vibaya ndio namna anayotakiwa kuvaa ili aweze kufikia malengo yake. Na hivyo basi usiseme ninavaa hivi kwa sababu je, malengo yenu yanafanana? Je, mko kwenye sekta moja? Je, wewe wadau unaotaka kuwavutia ndio wadau wanaotaka kuwavutia wewe? Yeye. Kwa hiyo lazima ufahamu haya mambo. Kwa hiyo definition yetu ya muonekano mzuri ni muonekano utakao kuwezesha
itakuwezesha wewe kukubalika na kuaminiwa na fursa unayotaka. Unataka fursa gani? Wewe ni mwalimu, vaa katika namna ambayo watu wataweza kukuona wewe ni mwalimu. Ukitangaza tuition, wazazi wanasema pelekeni watoto. Ukisema naenda kutafuta fursa ya kazi, ukifika kwenye ile ofisi afisa mwajiri anaona wewe ni mwalimu. Ukivaa kama mwanamuziki, unaweza ukasema kwa nini hawanichukui, lakini ukweli ni kwamba hawamuoni mwalimu akikutazama, hauna miiko ya ualimu. Wewe ni mfanyabiashara unayedili na uliye ndani ya sekta ya kiuchumi, microfinance, vaa katika namna inayowafanya watu wakuone ni mtu wa sekta ya uchumi. Wakifika hapo waone kweli ni salama kuweka pesa zao. Kuna namna ukivaa wataona tuko salama, kuna namna ukivaa hawatakuona uko salama. Na weka utambulisho kwa mapana, kwa sababu ndio nguzo ya msingi tunachotaka kukizungumzia leo. Kuvaa vizuri ni kule ambapo kunakupa kukubalika na kuaminiwa na fursa unayoilenga. Na ukiwa kama msanii, lazima uvae kama msanii. Ukifika sehemu watu waweze kuona kwamba bwana msanii tuko naye hata kabla hujawahi kuperform. Utawaona wasanii maarufu sana, hata nikitoa mfano wa msanii maarufu kweli kweli kwa wakati huu, ndugu Diamond Platnumz. Utaona uvaji wake, havai kama mwanasiasa, anaendana na mazingira. Kuna wakati akialikwa sehemu fulani utamwona kapiga suti, lakini mara nyingi hata kwenye hayo mazingira tofauti tofauti utamuona na kitu cha ziada kama msanii. Kwa hiyo hivi mimi naomba nikuulize wewe, una malengo gani? Na je, umeshafahamu ni namna gani uweze kuvaa kuendana na hayo malengo alionayo? Ukifika kwenye interview ya kazi waone mhasibu mwenyewe ndio huyu, waone huyo msanii tunayetaka kumsaini ndio huyu, waone huyo kiongozi mtarajiwa anayetuomba kura ndio huyu. Unavaeje? Kwa sababu hiyo ndio maana ya kuvaa vizuri. Kwa hiyo niseme, ili uweze kuvaa vizuri, cha kwanza fahamu sekta yako unayofanyia kazi ina miongozo gani, kwa sababu kila sekta ina miongozo yake. Na ndio maana wanasheria wanavaa kama wanasheria, watu wa benki wanavaa kama watu wa benki, mwanasiasa anavaa kama mwanasiasa, msanii anavaa kama msanii, mwanzilishi wa startup anavaa kama mwanzilishi wa startup, mimi mwalimu ninavaa kama mwalimu. Kuna miongozo ya hizi sekta. Kwa hiyo usikae gizani, fahamu sekta yako, fahamu miongozo yake, fahamu role models wa kwenye sekta yako wanavaaje, na wewe vaa kama hawa watu. Usipishane na fursa kwa kuamini kwamba kuvaa katika namna fulani ni kujitoa uhuru, my friend. Hapana. Unachokifanya ni kuweka mkakati. Alisema Apostle Joshua Selman kwamba hakuna kukua bila kuelewa mambo yanayoleta kukua. Hakuna kuongezeka bila kuelewa mambo yanayoleta kuongezeka. Labda nikuulize swali, hata kama wewe ndio afisa mwajiri, una nafasi pale ya labda nichukulie mhasibu pale, mtu anayetakiwa kuja kukaa na pesa za watu ama kubalance mahesabu. Wahasibu nafahamu role zao ni pana, mimi sio mhasibu lakini naweza nikaamini ni pana kweli kweli. Na hivyo sasa basi, mtu anayekuja kwenye interview unataka umuoneje? Tuseme wamekuja watu wawili, amekuja kijana pale, kapiga suruali yake kitambaa, kaipiga pasi, mkanda uko kiunoni, kavaa vizuri, kachomekea, kafunga shati lake, na ukuta hii ni junior level, ni ngazi tu ya kuanzia. Viatu kavaa na soksi, kabrush kiatu chake, nywele kakata vizuri, kachana, ana kabriefcase kake pembeni. Amefika pale kasubiri. Akaja kijana mwingine, ana kiduku, kakiweka rangi ya njano, kavaa kasuruali kameminya, kavaa viatu vya kufunika lakini havina soksi. Kiunoni, suruali iko kiunoni, kaishusha hivi chini. Tuwe wa kweli, hata kabla haujawaita kwenye interview, wewe kama mhasibu ama mdau uliye kwenye sekta ya uhasibu, utamuona nani ana viashiria vya kutoshea kwenye ile fursa? Kwa hiyo ndivyo hivyo na wewe unapoenda kwenye vikao na wateja wako, unapoenda kwenye kuomba kazi, unapoenda kwenye harakati za kukutana na watu ili upate mwenza, una viashiria vinavyowapa hao watu kukukubali na kukuamini. Hiyo ndio maana ya kuvaa vizuri, rafiki yangu. Na ukipenda kufahamu sasa hizi sekta kuu 3 na miongozo iliyopo kwenye hizi sekta, pata mafunzo yangu kamili ya namna ya kuvaa kuendana na malengo na sekta ulionayo. Pale nimezungumzia kwa uzuri kabisa fursa hizo ni zipi, zina miongozo gani, uvaeje, role models ni kina nani. Kwa hiyo utaelewa. Usifanye kosa la kusema mimi nitavaa kivyo vyote unapokuwa unataka kukua. Unataka kukua, my friend, unataka kukua kwenye kazi na biashara, sehemu mojawapo ya mkakati huu ni wewe mwenyewe. Kweli tunazungumzia mkakati wa kimasoko, kweli tunazungumzia mkakati wa mauzo, kweli tunazungumzia mkakati sijui kufanya packaging, but I tell you, it starts with you. Alisema bwana Jim Rohn, for things to change you have to change. Kwa hiyo
Usione kana kwamba ni kubanwa. Ni sawa sawa na tukushauri bwana, tengeneza content to promote biashara yako, afu ukasema mimi sitaki kubanwa bwana, mimi ninachohitaji tu pesa. Sasa pesa utaipataje kama bado hatujaona biashara yako mtandaoni? Ndio hivyo hivyo swala la muonekano linapokuja. Jiposition ili watu wakikuona wakukubali, hata kabla hawajafungua CV yako waanze kuona viashiria, na wanapokuja kufungua CV yako waweze kuona kabisa vinaoana. Itakusaidia wewe kusogea mbele. Ni sawa sana gurudumu kuna toroli sasa lina gurudumu mbele, tunapeleka mzigo. Kuna maeneo pale ya viungio huwaga yanawekwa mafuta ili yawe malaini, ili toroli lako unavyolisukuma usichukue nguvu nyingi sana. Sasa ili toroli ndio harakati zako za kupambana kimaisha. Ukijua namna ya kujiposition kwenye muonekano wako, kwenye matendo yako, kwenye ufanyaji wako wa mambo, itakuwezesha wewe kuwa na gurudumu ambalo limewekwa mafuta. Ila ukisema mimi cha maana nifike, nataka tu nibebe mzigo kwamba nipambane nipate, lakini haujaweka mafuta kwenye maeneo fulani fulani, mchakato utakuwa mgumu sana. Unaweza ukasingizia kwamba nimelogwa, nimefanya nini. Sawa, kuna vita za kiroho, lakini wakati mwingine usikute ni wewe unashindwa kuweka mafuta kwenye haya maeneo. Kwa hiyo lichukulie kwa uzito ndugu yangu. Ninaposema vaa vizuri, simaanishi nguo za Laki6 kama bado hujaweza kumudu. Simaanishi nguo ambazo zina brands kubwa kubwa. Hapana, na maanisha vaa kuendana na miongozo ya sekta yako, kuendana na wale wadau unaotaka kuwalenga, kuendana na fursa unaotaka kuipata. Unataka kuaminiwa na uongozi, onekana kwa na viashiria vya uongozi. Kwa hiyo ukitaka kushiriki haya mafunzo, tafadhali tuma neno taaluma kupitia inbox. Kupitia inbox, kuna namba nitaiweka hapo, tutawasiliana, nitaweza kukupa utaratibu. Haya mafunzo yapo mtandaoni, utaweza kuanza darasa hivi sasa na kuendelea kuendana na ratiba yako, na utarudia kwa mwaka mzima. Faida ya kwanza ya kuvaa vizuri, na hapa tumeshasema vizuri ni kule kuvaa kuna kuendana na malengo na sekta ulionayo. Faida ya kwanza ya kuvaa vizuri ni kukulainishia mchakato wa kupata fursa. Inakulainishia. Kumbuka ule mfano wangu wa toroli. Ukifika kwenye interview, pamoja na max ulizonazo kwenye CV, una max nyingine zilizopo kwenye muonekano. Hizi max waga hazisemwi hizi. Ni mara chache sana labda mtu atakuita pembeni atakwambia kijana, fursa ningetaka kukupa, lakini bwana ulivyokuja hapana. Tena ukimpata mtu hivyo mshukuru. Mara nyingi zile max watazikata tu na wewe utaishia kusema labda CV yangu, labda uzoefu, na kumbe ulikosa max za muonekano. Na trust me, ni max muhimu sana. Wewe ndio utakenda kuwasilisha kuiwakilisha hiyo biashara, utakayeenda kuiwakilisha kampuni, utaenda kukutana na watu. Kwa hiyo jicho lake linapokutazama sio tu kukupa fursa umfanyie kazi, anawaza utamuwakilishaje kwenye hizo nyanja tofauti tofauti ambazo fursa yako inahitajika. Faida ya pili, inakuongezea kitu kwenye kujiamini. Wale washiriki wangu wa mafunzo ya namna kujengea uwezo wa kujiamini, huwa kuna pati nazungumzia fanyia kazi mambo tofauti tofauti ambayo yanakuondolea kujiamini, ikiwepo swala la muonekano. Wakati mwingine unashindwa kuzungumza kwa uhuru kwa sababu hata ulivyovaa wewe mwenyewe unaona sitoshei kwenye haya mazingira. Lakini kama umeenda kwenye interview, ukachukua muda wako, ukapiga shati lako vizuri ama gauni lako pasi, unafahamu linaendana na miongozo ya sekta, umeandaa viatu vyako vizuri, umeaccessorize kidogo, mitindo yako ya nywele inaendana na mwongozo wa sekta, ukifika pale unakujiamini. Kwa hiyo kuvaa vizuri kuna kuongezea kujiamini. Wakati mwingine hata kihisia tu unajisikia vizuri. Na hivyo basi ukifika pale kwenye kichokupeleka, kama ni kikao, basi una wakati mzuri zaidi wa kuuza lililokuleta badala ya kujishtukia. Kwa hiyo faida ya pili inakuongezea kujiamini. Faida ya tatu ni kuvutia watu unaowataka kuvutia. Kuna ule msemo wa Kiswahili, ni wa Kiingereza ule, lakini tunao pia kwenye Kiswahili kwamba ndege wenye manyoya yanayofanana wanaruka pamoja. Ndege wanaofanana wanaruka pamoja. Unayetaka kumvutia, iwe ni kwa mahusiano ya kijamii kwamba awe mwenza, iwe ni kwa mahusiano ya kikazi, na yeye ana watu wake anaowataka, na miongoni mwa vitu anavyoviangalia ni muonekano. Kwa hiyo huyo kaka unayetaka kumdate huyo, na yeye ana picha yake ya mdada anayemtaka. Huyo mtu anataka kufanya naye biashara, wewe kama business partner, na yeye ana vitu vyake anavyovitaka, na miongoni mwa vitu hivyo kutegemeana na circumstances ni muonekano. Lakini niseme mara nyingi sana, hata fursa za kazi na biashara na zenyewe kuna kitu inatafuta kwenye muonekano, kama nilivyosema hapo awali. Na kama nilivyosema, muonekano simaanishi uzuri wa kimaumbile. Kila mtu in fact kapewa uzuri kwa
kwa namna ambavyo Mungu amemjalia. Sisi wote ni wazuri katika namna zetu. Kwa hiyo simaanishi ule uzuri wa kusema labda mwanamke awe hivi hivi au mwanaume awe hivi hivi, uzuri ambao tunaudefine sisi wanadamu. Ninachomaanisha hapa ni muonekano utakao kupa kukubalika na kuaminiwa na wadau wa sekta husika. Kwa hiyo ukiweza kuvaa vizuri itakupa marafiki ambao wanafanana na wewe. Wewe angalia wale watu waliokuzunguka, wanavaeje? Wale watu ambao unawaita mabesti, utaona kuna vitu mnashahabiana. Isipokuwa tu labda ni marafiki wa utotoni. Unajua marafiki wa utotoni mnakutana mkiwa katika namna fulani, mnafanana wakati ule, lakini ukubwani kila mtu anakuwa anachepukia kivyake. Yeah. Lakini hawa mnaokutana nao ukubwani, utaona wale ambao kweli mnasema mmeshibana, sio rafiki wa story. Mnaona kabisa hata mnavovaa kuna namna mnaendana kwa namna moja ama nyingine. Kwa nini? Walijisikia salama walipokuona, wakajiona wewe ni rafiki yao. Ni kawaida sana mara nyingi kweli kweli, kabla hata mtu ajeja kukuomba namba, akawa amevutiwa na muonekano wako kwanza, akajiona kwamba mke wangu ndio huyu. Si unanipata? Kwa faida ya 3 ni kuwavutia watu sahihi unaowataka. Niseme tu faida ya 4 ni kuchuja vile vile. Utachuja. Kuna watu hawatakualika kwenye shughuli zao. Anaona mfanani muonekano tu. Haujasema, ila anaona huyu hatuwezi tukamwalika kwenye shughuli yetu. Kwa nini? Hamuendani. Kuna watu hatakutoa out, hawatakualika. Kwa nini? Anaona hamuendani. Aliniambia mmoja wa washiriki wangu wa mafunzo alishiriki Refined Professional Masterclass. Ndani yake mule kuna mafunzo ya namna ya kupata muonekano kuendana na taaluma na malengo alionayo. Akawa ananiambia jinsi ambavyo kuna watu wanamwambia kabisa kwamba wewe bwana sasa hivi yani nikana kwamba sikuguse hivi. Yule mtu sitamtaja jina, lakini ni mwanamke ambaye ni single. Kwa watu wakawa wanajichuja wenyewe kabla hawajaja kuongea naye. Kwa nini? Amebadilisha taarifa anazozitoa kutokea kwenye muonekano wake. Haya basi, kwa leo naomba tuishie hapa. Naamini mada hii ya muonekano tutaendelea kuirudia tena na tena na tena. Hivyo basi ni kuombe tafadhali pata mafunzo kamili ya namna ya kuvaa kuendana na sekta na malengo ulionayo. Baada ya hapo, wakati mwingine nitashauri ufanye mafunzo yangu ya namna ya kupata muonekano elegant ili uweze kufanyia kazi maeneo yote ambayo ningependa yafanyie kazi. Kwa nini masomo mawili tofauti? Kwa sababu somo la kwanza nimezingatia zaidi muonekano kuendana na malengo na sekta ulionayo, lakini huu wa pili nimezingatia muonekano maridadi kwa ujumla unaoendana na yale malengo ulionayo kijamii ili uwe mtu maridadi mwenye muonekano usio na mambo mengi. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema elegant. Kwa tafadhali tuma neno taaluma kupitia kwenye namba niliyoweka hapa kujiunga na mafunzo ya namna ya kupata muonekano kuendana na malengo na sekta ulionayo, na tuma neno elegant ili kupata mafunzo ya namna ya kupata muonekano elegant. Haya mafunzo yapo mtandaoni, utaweza kujifunza kuendana na ratiba yako kuanzia hivi sasa, na utaweza kuyarudia mara nyingi uwezavyo kwa mwaka mzima.